Mimi sikiliza, mimi nakuchana na nakuonya. Ukitafuta kwa namna yote kuniharibia kwa bosi wangu, mimi nakwambia na dili na wewe. Nazana wewe. Tino, acha. Unaharibu Tino, acha. Tulia Tino, muonyeshe. Tulia Tino. Hebu ondoka hapa wewe. Baba, samahani. Umesikia? Mimi nakuheshimu. Naomba. Hawezi kunipiga ngumi huyu. Naomba baba utusamee bwana. Mtaongea naye, mimi yote yataisha haya. Kama una chochote kitu, basi nipatie. Lakini nakuomba samahani kwa mimi nitaongea naye tutamaliza. Subiri. Sasa ndo mambo gani tunamwagiana maji wakati mtu amepumzika zake? Vijana wenzako saizi wamekazaa huko wanafanya kazi zao. Wewe umelala. Mimi nahangaika. Vijana wenzako wote sasa hivi wako kazini. Kuna kazi za usafi, kuna kazi ambazo za ulinzi. Wewe unashindwa nini kufanya kazi? Mimi ndio nakaa hapa nikufanyie kazi ili wewe uje ukae tu. Kafanye kazi kama vijana wenzako. Niondoke nenda nikafanye kazi gani wakati sina kazi? Unataka niibe nipigwe nife? Au niende nifungwe ndio itakuwa furaha yako? Eti mama, mimi sijakwambia ndio kaibe. Kuna kazi kwani uweze kufanya usafi? Hata vibarua pia unaweza ukafanya. Lakini mama, kazi hazipatikani kwa design unavyosema wewe. Watu wangapi huko wanatafuta kazi barabarani mchana kutwa wanakosa? Nisikilize kwa makini na unielewe. Yaani naenda kazini sasa hivi. Nikirudi, haya makivu yako mabavu pamoja na maredio yako nisiyakuite hapa. Nadhani unanielewa. Natoa taarifa kwa captain. Tumemaliza kuchoronga. Tumemaliza pia kutega baruti. Tupo tayari kulipua. Sawa kabisa. Kabisa, kila kitu kiko sawa kabisa. Na pia nilikuwa nauliza tunaweza tukawatoa miners sasa? Tunaweza kufanya hivyo. Sawa. Sawa. Haina nini. Maisha hii. Sio na wasiwasi. Yaani mimi namwamini. Kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Akamwini njoo tuongee. Sasa blaza, hii hapa mali nakupa. Hii kitu ndio maisha yetu yako hapa. Sisi tunatokea hapa na kuamini wewe utahakikisha unatoka nalo salama hapa. Haina shida. Maisha yetu yapo hapa. Sasa bro, itakuwaje kuhusu Isaac pale juu getini? Wewe niachie mimi najua kila kitu. Azingui yule. Hana shida. Unamwamini kweli brother? Usiwe na wasiwasi. Tino ni mtoto wa mjini. Yaani yule Tino anajua miji yote na masoko yote anayajua. Yaani ili dili likitiki mwanangu maisha yetu yatakuwa fresh. Ushatoka wewe. Yaani kama vimadeni yote, tembea kwa miguu, sijui kula nini. Kwisha. Poa. Au sio? Relax. Habarini za saa hizi? Salama. Shikamoo. Marhaba, habari za leo? Salama. Unaomba kumuona Beni? Naona kama alitoka. Ngoja nimwangalie kama yupo. Ametoka, gari yake si hapa mama? Ngoja nimwangalie. Niona kama alitoka kwa. Lazima atakuwepo. Gari si hapa anatumia. Karibuni mkale hapa nimwangalie kama yupo. Mimi sikubali baba. Siwezi kukubali. Yaani leo mimi ninachosema baba, atakufa mtu. Mimi nakwambia mimi nitakuwa mtu baba. Ile mimi ni haki yangu. Sikiliza mwana. Nisikize baba. Nangu. Siwezi kukubali. Yaani anizulumu mimi haki yangu. Ule baba ndio mtaji wangu. Maswala unajua ni ya kibiashara. Atakuja hapo tutaongea naye taratibu. Nimeshaongea zaidi mara 3 baba akubali na anielewi. Nimeshaongea zaidi mara 3 nifanye nini? Ina maana si lengo lake kunidhulumu. Lengo lake kunidhulumu. Nifanyeje sasa? Mimi siwezi kubali anidhulumu Beni hata kidogo.
Lazima mimi anipe haki yangu. Mimi namdai haki yangu kama anipe. Ni sawa, nimekuelewa baba. Lakini jaziba zako hizi wakati mwingine utakuja ukosa haki yako. Potelea mbali baba, potelea mbali nikosi haki yangu. Potelea mbali. Sikiliza, usinitaji jina kibwegebwege wewe. Kwanza umefuata nini? Mimi nataka pesa zangu. Wewe vipi wewe? Usitakuletea za kuleta unataja mambo ovyo ovyo. Umezoea huko kugelea. Fresh ama no? Ngoja kwanza, subiri kwanza. Mimi sikiliza, mimi nakuchana na nakuonya. Ukitafuta kwa namna yote kuniharibia kwa bosi wangu, mimi nakwambia na dili na wewe. Nazana wewe. Tino, acha. Mwacha. Unaharibu Tino, acha. Tulia Tino, Mwasi muonyeshe. Tulia Tino. Hebu ondoka hapa wewe. Baba, samahani. Umesikia? Mimi nakuheshimu. Naomba. Hawezi kunipiga ngumi huyu. Naomba baba utusamee bwana. Nitaongea naye, mimi yote yataisha haya. Kama una chochote kitu basi nipatie. Lakini nakuomba samahani kwa mimi nitaongea naye tutamaliza. Subiri. No, mimi sio mjinga. Usifikiri sioni hayo yote unayoyafanya. Mimi ninaelewa kila kitu kinachoendelea. Haiwezekani huyu Beni atawale nyumba hii. Kisa dereva. Huyo Beni akupeleke sisi kwenye mihangaiko yako, huyo Beni akupeleke ofisini, huyo Beni akupeleke kwenye starehe. Wewe ni mara ngapi unanijia saa 8 saa 7 usiku hapa? Mimi siongee, usifikiri mimi mjinga. Mimi ni mwanaume. Iko siku nitakuja kufanya maamuzi magumu, hutoamini. Kwa hiyo mimi niendeshwe na nani bila yeye? Kwani hujui kama Beni ndo dereva wa familia? Kwa hiyo kama dereva wa familia? Kwa hiyo hujui hilo? Ndio afanye anachotaka na wewe ufanye unachotaka kwa sababu alafu najua wewe na mama yako mmenifilisi sana. Yaani mimi na mama yangu tumekufilisi wewe. Yes. Huko unakofika sasa unafika mbali. Kwa hiyo mimi na mama yangu tunakufilisi wewe. Kwani nakosea? Nataka nikwambie hivi, elimu ni kitu cha maana sana, tena sana. Alafu kuondoa ujinga. Hebu mke wangu sikiliza. Hebu ngoja tuongee kwanza. Niache bwana, nachelewa kazini. Hivyo kitu gani kinachompa jeuri wewe? Shikamoo mama. Sasa mbona unimenyee? Una nini? Maisha tu mamangu. Unahisi ukiwa unawaza na kufikiri kwa muda mrefu itakusaidia? Ngoja nikwambie kitu ambacho mimi sichoki kukwambia kila itwapo leo. Tino, wewe ni kijana mzuri sana. Mwanangu, acha nikusifu. Mchapa kazi, una heshima. Lakini kuna kitu kidogo sana. Usipokifanyia kazi kitakuja kuharibia katika maisha yako yote. Mimi sitochoka kuongea, nitaongea kama mzazi. Haijalishi niko hai au nitakuwa kaburini. Mwanangu, mimi naondoka. Unaenda wapi na kwa nini unaondoka? Mimi siwezi kuvumilia vile anavyokudhalilisha. Huyu mwanamke hakupendi. Kama mimi hanipendi, wewe atakupenda kweli? Hivi hasa ni kitu gani kinachokufanya ukae hapa? Unafikiria huu tajiri unaweza kuupata wewe hata siku moja? Mke hamkuja muoa, mke hujazaa naye. Hebu niambie, unawekwa na kitu gani hapa wewe? Pole sana mama, lakini mama, wewe upo hapa kwa ajili yangu. Kwa hiyo chochote kinachoendelea mama, na kuomba uvumilie. Mimi hili swala nitaliweka sawa na hali itarudi kwa kawaida tu. Pole sana mama yangu. Hivyo unategemea yule atarekebika? Yule? Hapana. Mwanangu, tuondoke.
Hivi wewe hivi yule anakufanyia nini kwanza yule? Nataka nikuulize, kuna kitu gani kinaendelea baina ya mkeo na dereva wake yule Beni? Yeye na dereva akiondoka hapa kirudi saa 5 alikuwa na dereva muda wote, akirudi saa 6 na dereva. Hivi mwanangu, we unapata faida gani kwa yule mwanamke? Habari yako? Marhaba, jambo. Shikamoo. Marhaba, jambo. No. Bila shaka kama ndio nyumbani kwa mzee Msuka, si ndio? Ndio. Tunamhitaji Tino, ameshtakiwa. Karibuni, niwasaidini tafadhali. Unahitajika kituo cha polisi ukatoe maelezo, umeshtakiwa. Nahitajika kituo cha polisi, nimeshtakiwa. Kwa kosa gani nimeshtakiwa? Nani amenishtaki? Mama. 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 Nakuja. Hebu njoo. Mama, shikamoo. Marhaba za saizi. Shikamoo mama. Marhaba, karibuni. Asante. Mama, Beni ananishtaki mimi. Hivi Beni anaweza kunishtaki mimi kweli? Beni ananishtaki mimi kwa haki yangu. Namdai haki yangu mimi, ananishtaki Beni. Mama, nasema na hapa nitamfanyia kitu kibaya Beni, hata kuja kusahau maisha mwake mote. Hata sahau kabisa. Mama, mimi nadai haki yangu, kwa nini ananishtaki mimi? Kijana, kuwa makini na maneno unayozungumza. Chunga sana maneno unayozungumza. Na maneno haya yatachukua kama ushahidi mahakamani. Kama haki yako ipo tu. Uzuri ni kwamba sheria ipo. Iwapo haki yako itakuwa ipo, utaipata. Twende. Subiri kwanza. Naomba nizungumze kidogo. Inawezekana mwanangu akawa amekosea. Na inawezekana pia mwanangu akawa ameonewa. Na naelewa fika kwamba nyinyi mko ndani ya sheria. Lakini naomba mtambue kitu kimoja. Hawa watu ni marafiki. Isitoshe wanaishi kama ndugu. Na hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kwa nini wasikae kama ndugu? Kwa nini wasikae kama marafiki, kama wanafamilia, wakalizungumzia hilo na mwisho wa siku tukamaliza? Naongea lakini kama mzazi. Mama, mimi nimekuelewa. Lakini polisi na kituo cha polisi ni usalama wa raia na mali zake. Tunamchukua Tino kwa ajili ya kwenda kuandika maelezo tu. Maelezo gani nikatoe afande? Maelezo gani nikatoe mnataka? Mimi nadai haki yangu. Mimi namdai Beni haki yangu mimi. Sikiliza. Unapaswa kutii sheria bila shuruti. Umenielewa? Umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Sasa umeelewa kiburi kilikuwa cha nini? Jamu sasa. Viatu kaletewa hapo. Mama, unaweza kaja kituo cha polisi kufuatilia shtaka lake, sawa eh? Mama, hadi muda huu hali ni mbaya, na kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Sasa nifanyeje? Kusimamisha uzalishaji mama, tena haraka sana. Na sio kusimamisha uzalishaji tu, unatakiwa uwasimamishe wafanyakazi wako wote, asiwepo mfanyakazi hata mmoja, uwe umemlipa au hujamlipa, kwa sababu kuendelea kuwepo kwa mfanyakazi pale na ikija serikali hapa itakuwa ni hatari zaidi.
faini utakayopigwa hautaweza kuilipa. Kwa hiyo ni bora hiki kilichoko mezani tukilipe ili uzalishaji uweze kuendelea. Nisimamishe uzalishaji? Wafanyakazi nitawalipa nini? Na je, watanielewa kweli? Habari zenu? Asante, marahaba. Nimewaita kwa dharura, kuna jambo nimeona la muhimu sana niweze kuwashirikisha, na ninawaomba msikilize kwa makini sana. Kampuni yetu mpaka sasa hivi inadaiwa fedha nyingi sana na serikali, na hilo deni linatakiwa lilipo kutokana na uzalishaji kwenye kampuni yetu. Na mtakumbuka kuwa kwa sasa hivi upatikanaji wa madini umeshuka sana. Maamuzi ambayo nimefikia, nitafunga ofisi na kusimamisha uzalishaji wote, lakini pia nitawaruhusu mwende nyumbani kwa muda ambao haujulikani. Na baada ya kuweka misingi ya kampuni vizuri, basi tutajulishana. Nafikiri mmenielewa eh? Bosi, hayo unayoyaongea yote hayaingia akilini hata kidogo. Tupo kwenye kampuni muda mrefu sana sisi. Miezi 6 sasa hujatulipa. Leo unatuambia twende nyumbani bila malipo. Hatutakubali sisi hata kidogo. Okay, kwa hiyo mnataka muendelee kufanya kazi bila malipo, sio? Sisi hatukubaliani na maneno yako hata kidogo. Bosi, kumbuka wewe ni mzazi. Sisi pia ni wazazi, tuna watoto nyumbani. Mheshimiwa, njia mwana mama yuko hapa. Kwa tulia. Naomba tusikilizane. Nisikilizeni jamani, nisikilizeni vijana. Sisi wote ni watu wazima na tuna akili timamu. Huyu bosi dawa yake ni ndogo tu. Dawa yake huyu bosi ni kumpeleka mahakamani. Huko ndo utapata haki zetu. Ana hela yule atakushinda. Huyu ana hela. Nini wazee huyu mama? Sikiliza basi. Sikiliza. Dawa ya nini? Sikiliza basi. Imekuwaje wewe kulala kitandani hapa? Bwana shemeji, mimi nimechukua kulala sebleni. Nimemisi upepo wa chumbani. Kwanza sebleni kuna joto, nimemisi peni. Upepo wa chumbani? Hichi chumba cha kwako? Na shemeji, una matatizo gani bwana? Shemeji, umenizoea. Hichi chumba cha dada yako. Unakuja unalala umevaa hivyo. Kwanza dada mwenyewe hayupo. Wewe hata ujiongeze kama sio mtu mzima. Kwani shemeji usitokele hapo kijana? Sitaki kuelewa kitu chochote. Haya. Toa hizo fito zako hapo kitandani. Toka kitandani. Siwezi kutoka hapo. Kuna uelewi mtu mpaka ampa hivi amekaa hapo kitandani uelewi shemeji. Shemeji, mimi napiga, nitakutandika makofi wewe.
Hebu toka hapo kitandani. Bwana shemeji, sikiliza, mimi sitoki. Na kijua dada nitamwambia kila kitu hapa, sikiliza. Panda kitandani. Unasema nini? Panda kitandani tumalizane, kuna usichokelewa nini bwana? Afu umenizoea sana Aisee, namheshimu sana mke wangu. Siwezi kufanya hicho unachokitaka. Siwezi kumchiti mke wangu. Kumbe huwezi kumchiti dada, si ndio? Sasa mimi hapa stoki na ninakaa hapa mpaka dada arudi, kama utaki kunipa ninachotaka mimi. Aha. Kwa shemeji unautaka? Nautaka. Kwani usichokelewa kitu gani? Eti Sasa sikia, nimekuelewa. Sikia. Hicho unachokitaka siwezi kukifanya hapa kwenye kitanda cha mke wangu. Nalinda heshima yake. Alafu wewe ni mdogo wake. Sasa sikiliza. Nitatengeneza mazingira ili nikupe unachokitaka. Lakini kwa sasa hivi naomba unipishe kwenye chumba. Sasa sikia. Ukinidanganya, nitakachokufanya wewe na mke wako hamtonisahau maishani mwangu. Nikikutazama usoni, moyoni ni different. Unavyojifanya huoni, hilo begi mgongoni liwazi. Nilimwambia mimi mke wangu, nilimwambia kabisa haya matatizo. Huyu mdogo wako atakubali kulala sebleni? Ona sasa. Kaenda wapi? Sijui hata alikoenda huyu mtoto jamani. Nikachekwa mimi nitafanya nini? Mama yake sina hata uwezo wa kumtafuta. Mama. Mwanangu. Mama vipi? Mama mbona unalia? Mwanangu katekwa. Ametekwa? Mungu wangu. Wewe nani amekuambia hizi taarifa mama? Ameniambia tu mama, mimi nimekuletea taarifa mwanao katekwa. Kaenda wapi? Ananiambia sijui. Mpenzi wangu maskini. Mama basi usilie mamangu, kila kitu kitakuwa sawa. Nitafanya nini mimi? Sina uwezo wote wa kumsaidia. Basi mamangu usilie sana basi. Kila kitu kitakuwa sawa. Mwanangu amekuwa ni mtu wa matukio mwanangu. Yaani matukio hayaishi, simwelewi mwanangu. Basi mama usilie sana, nyamaza. Litaisha hili. Basi. Sasa hapa mamangu, mimi nimepata wazo. Peke yetu hatuwezi. Hapo ngoja tukawape taarifa polisi wakati sisi tunaendelea kupambana huko mtaani. Polisi watusaidie kutafuta kwa hali na mali. Sawa mwanangu, kama unaweza kufanya hivyo nisaidie. Usijali mamangu, nikitoka hapa naenda kituoni sasa hivi. Aya mamangu, nyamaza sasa, usiendelee kulia Sawa mwanangu. Mungu nilindie mtu wangu kwa alipo. Bila yeye sidhani kama nitaweza kuishi kwenye hii dunia. Baadaye mama. Nikwambie hapa siku kwanza nikaoge. Alafu mambo mengine yataendelea. Unajua nilivyofunza. Na usi. Basi poa, hamna shida, ninafanya hivyo kwa huu, jisikie kama upo kwako. Nilikupenda kwa dhati, kwa nafsi yote. Nani? Sasa bibi bwana. Anauliza nani katoto tuponda, mimi najua. Nenda basi kaangalia.
Mama stoka. Amna fresh tu. Vipi? Safi. Mbona unakuja bila taarifa? Jamani, si nimekuja kwa mpenzi wangu na taarifa gani? Sawa ndio kwa mpenzi wako, lakini si ungenipigia hata simu. Mimi nilijua sasa utakuwepo nyumbani ndio maana nimekuja, si nimekufanya surprise. Au nimekosea? Ndio ghafla tu hivi sasa ungekuja hapa mfano afu haunikuti sasa Ndio ningepiga simu. Sasa una nini? Subiri basi. Vipi mwafunga mlango? Na ndio ulikuwa unazuia mlango nisipite. Kumbe unajua unachokifanya? Amna mtu. Na wewe dada. Naomba sasa ubebe kila kilichokuwa chako. Toka. Kama sijakuharibu. Mana mapenzi yameshanitesa, yameshaniweza, yamenilevya. Unaweza kunijibu? Yaani mimi naomba tu nisamehe mpenzi wangu, lakini kusema ukweli haki ya Mungu hajafanya chochote. Kwa hiyo nisingefika hapa. Ndio ulikuwa unaenda unanicheat. Gift. Nisikilize basi. Mimi sijafanya haki ya Mungu, yaani kweli mimi sijafanya na chochote kwa sababu tumefika tu hapo ndo tumekaa kama hivyo ndo kagonga mlango. Tasikiliza nikwambie. Kuanzia sasa hivi usinijue, tusijuane. Mbona umenipa hukumu kubwa kiasi hicho? Unachukulia simple? Hapana, sio kitu simple kama wewe unavyochukulia au mimi labda. Yaani umeona huyu binti kutoka mimi nimekutana naye tu njiani, natoka zangu dukani nakutana naye, anasema sijui ana mumewe, ameolewa, sijui ana maugomvi, sijui ana nini. Umeona bwana, akaomba nimsaidie. Yaani hapa mimi nashukuru tu kwamba hata ulivyotukuta wewe, yani mimi nashukuru kwa sababu nimeangalia hata kama ningesema nikae naye nje. Maisha ya hapa tunavyoishi mwenyewe unajua. Wangekupigia simu majirani. Mimi sina mengi. Yangu ni hayo tu. Yaani kuanzia sasa hivi hapa ndio tushaachana kama mtafanya mambo yake. Lift it. Tibilinzi ya nini vanda za ningefanya nini? Nilijikuta najitetea sababu unapanga kinoni. Asa pande kama vipi udini, kambini hamna kazi. Endeni Mkulanga mkutane na Rashidi. Afande legeze kamba. Mbona sura imekuwa kama vile mtu alokopeshwa madeni akashindwa kulipa na akaja kuchukulia vitu vyake vya ndani? Unaona sasa kaka unaanza. Yaani naanza kivipi? Unataka uanze unikalipia? Na unatoka wapi sasa hivi? Huko kwenye mihangaiko yangu. Unasema unatoka wapi? Kwenye mihangaiko yangu. Mihangaiko yako? Hapa ndani ulipacha vipi? Unasema ili unajiegeza unyangaika. Unaacha nyumba chafu, unaenda kwenye au una mihangaiko gani? Unatafuta chakula hapa ndani? Halafu unapoonekana wewe itakuwa kuna mtu tayari anakuchanganya changanya huko mtaani. Sio, unaelewa? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Wapi? Yitu unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Wewe. Sasa nisikilize kwa makini. Umeona hivi vyombo hivi?
Hivyo umeona? Huko ndani nimeshadeki, lakini wewe utadeki kwa ulimi. Muone macho yalipomtoka kama vile nyanya chungu. Osha vyombo hivi. Uvioshe. Achia. Osha hivi vyombo. Vipi kwema? Kwema za huko? Salama, mmeshindaje? Mmeshinda vizuri, sio ya kupotea. Mimi mzima. Karibu. Vipi mume wangu? Safi. Umetoka? Nilienda kwa rafiki yangu mara moja. Rafiki yako? Haya mavazi nimezoea kukuona ukiwa unavaa tunatoka usiku. Vipi unavaa mchana jua lote? Mume wangu, kwani kuna ubaya? Nilienda tu kwa rafiki yangu mara moja. Sawa. Tuache hayo. Mimi na wazo moja hapa. Inabidi lifanyiwe kazi haraka. Kesho jiandae. Umsindikize huyo mdogo wako nyumbani. Kwa nini? Haina kwa nini. Hapa tuna chumba kimoja na sebule. Hususan namwangalia shemeji yangu anateseka sana sehemu ya kulala. Umeelewa? Kwa hiyo afu isitoshe mimi nakosa uhuru wa kuwa na wewe, Kuna vitu vyangu sivipati kwa wakati. Umeelewa? Kwa hiyo nataka sebule iwe on. Kwa jiandae kesho umpeleke nyumbani. Sasa hiyo lo mbaya mume wangu. Kwa nini aende nyumbani? Nisha, kinaendelea nini wewe na shemeji yako? Si umuulize mume wako. Kwani umenisikia mimi naongea? Mimi nimesema hivi, ujiandae kesho umpeleke huyu nyumbani. Kuna tatizo gani mama? Si nimesema mimi nyumbani aende huyu. Kwangu hapa. Dada, we mwache tu atuge nauli. Mimi niende nyumbani. Siwezi kulala hapa sebleni. Alafu nyie mkiwa mnalala chumbani. Kama mnataka mimi nikae hapa, sio tunalala wote huko chumbani. Wewe hapa hauendi nyumbani. Mume wangu, Nisha haendi nyumbani. Mimi nipo chumbani. Shemeji, unajua kutengeneza mazingira? Nimeupenda sana mchezo wako. Unaupenda mchezo Si kama unanisifia na unaponitukana, we mama unafanya nikupendeza. Hata wakinisakama niandama hawawezi niumbisha. Mbona nicheleweshea? Mimi nataka niwahi. Unawahi wapi bwana? Afu vipi? Mbona uko hivyo? Hamna, kawaida tu. Mbona unaonekana kama mtu mwenye mawazo? Unaumwa? Mzima, niko sawa. Mzima sawa, mzima ambao mimi sijakuzoea kwa hivyo. Unajua tena Mungu siku hazifanani. Sasa mimi natoka. Kuna sehemu naenda hapo juu kidogo. Naenda kuangalia mishemishe kama saa mawili hivi matatu. Sawa Mbona tutachukua muda mrefu sana? Hamna, si unajua tena mishe zetu za kiume. Kwa hiyo masaa mawili matatu kuweka hapa nyumbani, sawa? Narudi sasa hivi. Sawa? Kuteke. Changamka basi. Mbona changamka? Hamna, basi usichukue muda mrefu. Usijali. Mimi sio muda mrefu, sawa? Sawa.
Unaogopa mpelelezi? Kwa unanifuatilia, si ndio? Unanifuatilia? Hapana. Ulikuwa unaenda Huko. wapi? Ulikuwa unaenda Huko. Afu nini unatetemeka hivyo? Nini? Kwa sababu mimi nikitoka nyumbani na wewe unatoka unanifuatilia, si ndio? Hapana. Hapana nini? Wewe. Kuna kitu unataka kujua? Hapana. Hapana. Usiogope mke wangu, sawa? Sawa. Usiogope. Kuwa na amani, kuwa na happy. Nyumbani. Nyumbani! Mama. Be mwanangu. Nimeona bora nije nikwambie kitu kimoja. Kwenda peke yangu polisi isingeleta maana. Ndio maana nimeamua nije nikuchukue, kama inawezekana twende wote. Manake wewe ni mzazi, itakuwa na uzito zaidi kuliko nikienda peke yangu. Hilo nalo pia linawezekana. Ngoja nifunge mlango. Mama. Wewe mwanangu. Bora umekuja. Kaka yako ametekwa. Kaka ametekwa? Ametekwa afu na watu wasiojulikana. Yaani hivi unavyoniona ndio nilikuwa natoka. Basi sawa mama, twendeni. Basi subirini nifunge mlango. Mama. Simu inaita. Halo? Mama. Mwanao kapatikana yuko alipaya sana. Kapatikana? Ndio, yuko alipaya sana. Yuko wapi? Yuko hapa kwa chakani yuko hapa. Na wewe unayenipigia simu ni nani? Halo? Halo? Amekata. Nasikia amepatikana. Twende mama, twende baba. Mke wangu. Sikiza. Nimeamua kumleta wifi yako. Sababu muda mwingi sana ulikuwa mpweke, unakaa hapa mke wangu na kuacha mimi nikienda kazini. Kwa nini nimeamua kumleta wifi yako? Wifi, karibu nyumbani. Asante fi yangu. Karibu sana, jisikie kwa nyumbani. Asante Zapa. Niko poa, vipi wazima nyumbani? Yote haijambo fi yangu. Hapa hapo mke wangu. Najua sijakuandaa wala sijakwambia kwamba naenda kumleta wifi yako, si ndio? Mimi huu mpango niliuandaa tu muda kutokana na wewe mwenyewe jinsi ulivyo sasa na kuona kama hauko sawa, kuna namna. Sasa sijaelewa kwamba ndo labda tayari kuna namna na kuona tu umelegea kwa hiyo ikabidi nipige simu nyumbani kule nimwambie wifi yako aje angalau mkae. Inawezekana kuna siku labda umepata infection, tatizo lolote atakusaidia. Sawa, hamna shida wifi. Karibu ndani, nahisi utakuwa umechoka. Asante. Pita kwanza ukapumzike. Asante fi yangu. Huko ndo jisikie kabisa uko nyumbani. Haya. Jisikie kwa nyumbani. Hivi mume wangu, unajua ulichokifanya sio sawa? Unawezaje kumchukua mdogo wako ukamleta hapa bila mimi kunishirikisha? Sawa, ni ifi yangu. Nitakiwa uniambie, unishirikishe kwanza. Kwa mfano mimi nimchukue ndugu yangu nimlete hapa. Wewe ungejisikiaje? Kwa hiyo mundani wanaume tumekuwa wawili, si ndio? Lakini kumbuka mimi ni mkeo na tunaishi wote hapa. Huwezi kujichukulia tu maamuzi. Hela matumizi yanaacha nani hapo mezani? Kwa hiyo matumizi naweza kujihudumia yenyewe mundani. Au hiyo pesa yako inaweza ikafanya kila kitu mundani. Kwa hiyo wewe ulitaka niende redioni sasa. Niende nikatangaze kwamba namleta mdogo wangu hapa nyumbani, si ndio? Yaani niende kwenye redio zote nizunguke nianze kutangaza kwamba namleta mdogo wangu hapa nyumbani, si ndio? Matangazo ya kifo sasa hivi yamekuwa.
Taratibu basi. Tatizo lako ni hili, hutaki kuambiwa, hutaki kushauriwa. Wewe mwenyewe unajua uko sawa, lakini kibinadamu hauko sawa. Hapa ndani hauishi peke yako. Bwana, umenikuta msala leo. Nielekeze majanga gani tena blaza? Mbona nichanganya? Leo bwana, sema mida nilikuwa zangu mtaani, kuna utumbo ile nimeuvusha. Yaani umeteka mali yani. Oh, nimeteka mtoto nini si unajua zile. Nifika zangu ndani. Tumetulia zetu kwenye kigodoro changu kile si unajua zile. Bana kipata kile. Mtoto ananiambia da. Ngoja kwanza hapa nikabafu. Nikirudi kama vipi ile mazingira yaanze. Yaani utawala. Utawala. Da baridi basi. Dakika 0 tu mwanangu. Mtoto hata kunyanyuka hajanyanyuka. Yaani kabla hujachezea chochote kile. Yaani sijafanya chochote. Ninapokuambia mlango unagongwa. Kugongwa mlango. Si unajua zile nikaganda kwa uso gift huyo. Yaani unajiuliza mwenyewe hapo kwa sababu mimi sina kaida kusema mtu anakuja bila taarifa. Ndio. Unamuona bwana uso gift huyo kweli. Wakati nafikiria mlango unazidi kugongwa huko. Yule demo akabidi aniulize wewe nani? Kwa sasa unaniuliza mimi wakati mimi naitopo ndani, alokuwa nje atumjui nani. Mimi mwenyewe sielewi. Kafungue. Kweli bwana mimi nimenyanyuka zangu pale. Naenda kufungua mlango, linafungua tu mlango. Gift huyu hapo. Pale nikaisikuishiwa nguvu kwanza. So unajua zile namuuliza. Vipi? So unajua yeye anataka kuingia ndani. Fursa ingie ndani. Sasa mimi ndipo mbona wewe umekuja bila taarifa? Hawajapigana hata simu. Mimi napiga simu vipi? Mimi nataka nifanye surprise. Surprise. Si unajua wewe huko mojoje kapushi mlango kaingia zake ndani. Kuingia ndani ndo anamkuta yule bibi kajilaza kwenye godoro. Wewe baba yako mdomo mvia? Sio. Kama sio masoya mimi. Sasa sikia kitu kimoja. Huyo utumbo uliosemea utumbo gani uliokamata wewe? Utumbo si ule nani? Utumbo wenyewe mke wa mtu mimi nimeukuta tu barabarani nini si unajua zile nimeusebenza kweli nikaona ngoja le nikachachue mazingira jinsi gani aondoke. Si unajua zile. Ndio limenikuta hilo jambo mwanangu. Sawa, anatokea maeneo gani na wapi? Huo utumbo sielewi mke wa mtu umenipangia tu janiambia anatokea wapi? Si ule jamaa yule anaometa kinyota yule. Kule bondeni kule. Kwa chini yule mama mwembamba yule asokuwa na nyama yule mke. Yule mkewe sasa. Baba wewe una hatari. Yaani mtaa mzima tunamfuatilia tupate wewe mwanangu ngoja kulikamata goma kama vile. Hamna mjatuliza tu akili. Jatuliza akili. Sasa hapo Gift unaendelea naye au unaachana naye? Naachana na Gift. Sasa naachana vipi na Gift? Wewe unavyoona mimi naweza kumwacha Gift? Na kuhusu mke wa jamaa vipi unaendelea naye au ndo basi ushatisha? Yaani hapo kutokana na mazingira ule demu lazima atafutwe kwa sababu shafika paka Ndina. Alafu hajafanya chochote aondoke. Si itakuwa jaa huyo. Kweli utakuwa unyonge. Sasa kwa zao kubwa. Haiwezekani mtoto kama yule umwache. Maana yake watu wote macho kodo, macho hazali baba. Yaani hapo napanga process nikutane naye. Nimalizane kwanza na Gift. Mambo yakishakuwa fresh kwa Gift, mtafute niendelee hata loji. Sasa hiyo ndo akili ya kazi.